Hapana, hapana Maxi, umenidhalilisha pakubwa mno. Ni bora mngeenda hata mkafanyia hotelini, ila sio kwenye kitanda changu, kitanda nachokipenda na kukiheshimu. Maxi, ona mmekitia janaba, Mungu wangu. Bibi Blessing alifoka sana, ila hatimaye Max akaamua kufunguka na kueleza toka mwanzo jinsi ambavyo Doris amekuwa anamtega, ila yeye akawa anamkataa. Twende sawa. Basi hii ni sehemu ya 3 na ya mwisho ya movie yetu kali sana kuitwa Miracle. Kumbuka uko nami DJ wako Mpare Mpalestina. Twende sawa. Basi Bibi Blessing akawa anaumia sana, huku akitizama ile bracelet ya Doris kwa huzuni sana. Akawa haamini kabisa kwamba shoga yake aliyemleta nyumbani kwake na kumpa hifadhi ndo kaamua kuingia chumbani kwake na kuzagamuana na mume wake. Doris, wewe kunifanyia hivi kweli? Nimekukaribisha kwangu na kukupa hifadhi, ila ikawa haitoshi, amua kunibia na mume wangu. Blessing aliwaka, kisha akatoka chumbani kwake na kuelekea sebleni. Akaanza kumvaa Max kwa hasira kama zote. Max ambaye ndiye mume wake halali wa ndoa. Usiwe mkali mke wangu, anza kwanza na huyo shoga yako. Anza naye kwanza, maana wewe ndio uliyemleta hapa nyumbani kwangu, alafu mwishoni ndio uje umalize na mimi. Ila kabla hujasahau, kwanza ni kuombe kitu. Bonyeza hayo maneno subscribe, kisha gusa alama ya kengele ili ukawe mwanafamilia wa kweli, na utatisha sana. Fanya hivyo mtu wangu, twende sawa. Hapana Maxi, hata kama mngeenda mkafanyia hotelini, sio juu ya kitanda changu, tena kitanda ninachokipenda. Maxi, usingenifanyia hivyo mume wangu. Blessing alifoka, ila hatimaye Maxi akaamua kufunguka na kueleza kila kitu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, jinsi ambavyo Doris amekuwa akimtaka kila siku, ila yeye akawa anampinga na kumzuia kwa nguvu nyingi sana. Maxi akaelezea hadi tukio lililopelekea mpaka Doris akasahau bracelet yake chumbani kwao. Kweli mume wangu, au niongopei kabisa? Ndiyo Blessing, siwezi kukudanganya, sijafanya chochote na rafiki yako, na nilimtishia kwamba leo ukirudi nitakueleza kila kitu. Ndio maana unaona ameamua kutoroka nyumbani na hata kwenye simu hapatikani. Basi siku hii ilipita na siku ya 3 ilipofika, mama mzazi wa Maxi ambaye kimsingi ndiye mama mkwe wa Blessing akafika nyumbani hapo, maana alishapigiwa simu na Max na kuelezwa kwamba siku hizi Blessing anambania mpaka wa nyumba, tena kutokana na sababu zisizokuwa na ukweli wowote ule. Mama mkwe akawataka wayamalize, na usiku wa siku hii akawaahidi kwamba atakuja na kusimama nje ya mlango wa chumbani kwao ili asikilizie milio. Yaani huyu mama hataki masiara kabisa, anachotaka ni mwanaye amchape mkewe bakora kisawasawa. Usiku ulipofika, Maxi akaanza kumbembeleza Blessing kwa maneno matamu sana hadi Blessing mwenyewe akalainika. Mwishowe wakaanza kuamsha popo bwana, tena kwa kuyafuata masharti ya mama. Show ikapigwa balaa. Asubuhi ilipofika, mama akawapa pongezi sana kwa show kali walioifanya usiku wa jana na kutaka waendelee na moyo huo huo, wala asitokee kidudumchu wa kuwatenganisha, na kama tatizo ni mtoto wao waendelee tu kuomba Mungu, maana ipo siku Mungu atajibu maombi yao. Mama aliondoka zake bwana, huku nyuma Bibi Blessing akabaki akiwa na furaha sana. Mchizi wetu Maxi wala hakuwahi kuacha kwenda gym. Kila siku akawa anaatendi bila kukosa, mpaka gym master kageuka na kuwa rafiki yake sana. Ikabidi Maxi amhadithie gym master kila kitu kuhusu ndoa yake yeye na Blessing. Gym master akamwambia Maxi kwamba wala asiache kuomba Mungu, maana Mungu ndo kila kitu, na kitandani asiwe mvivu kumwaga moto, amwage moto kama anavyomwaga moto gym, yani bila kuchoka. Ikawa Maxi anaamka usiku wa manane sana, kisha anapiga maombi mazito kuliko hata paroko, ila kila anapomalizaga maombi yake anashangaa kumwona mkewe akiwa pembeni yake, naye akiwa anafuatisha maombi kimya kimya. Siku moja wakati Max akiwa zake gym, alishangaa kuipokea simu ya hatari sana. Akaambiwa kwamba mkewe yupo hoi hospitalini amelazwa. Maxi alitoka nduki kama kichaa, akakimbia hospitalini na kuanza kumvaa dokta, huku akisema, dokta, mke wangu kafanyaje? Dokta, naomba uniambie ukweli, au mke wangu kanywa sumu? Maxi aliongea kwa wahaka sana, ila mwishowe dokta akampeleka Maxi odini na kumuonesha mkewe, huku dokta akisema, Maxi, mkeo ni mjamzito, alidondoka kwa hali ya kawaida tu ya uchovu wa mimba, ila atakaa sawa. Maxi alipagawa, furaha ikatamalaki kichwani mwake, akamshukuru Mungu kwa muujiza huo mzito aliomtendea. Baada ya miaka 5 baadaye, Max na Blessing wakajaliwa binti mzuri wa kike, ikabidi wampe jina la Miracle. Funzo: kuna muda wanadamu tunapitia mambo magumu sana, lakini suluhisho pekee la kutatua shida zetu ni kwa Mungu. Hapana pengine penye usalama na ubora zaidi ya Mungu. Tuwekeze mbegu zetu na hazina zetu mbinguni kwa Baba.
niwaombe msiache kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ili familia iwe kubwa. Twende sawa.